Ah, Ndiyo, tunaendelea kukamilisha mawili matatu hapa na mzee wetu Shaula. Uh, nimependa kwa sababu yeye ni mzee wa muda sasa, na pia aliwahi kuwa mtoto. Sasa ningetamani kusikia kutoka kwake, kuna yale alikuwa hayapendi kama mtoto na je, hebu kwanza tuambie yale ambayo ulikuwa huyapendi kama nini kutoka kwa wazazi wako. Kwa kweli mimi ninachokumbuka katika kukua kwangu ilikuwa na wazazi wangu ambao wazazi hawa nadhani labda kwa kuto kumjua Mungu kwenye maisha yao waliweza kuishi kutumia akili zao ila tu walinilea. Sisi tumezaliwa kama watoto watano kwenye familia ya mama yetu. Okay. Lakini tumekuwa wote mpaka tumekuwa watu wazima. Mimi nilikuwa wa kwanza. Kitu ambacho sikukipenda ni kama nilikuwa na akili, unajitambua. Sasa unaweza ukakosea jambo na ukalijua kabisa kwamba hili ni kosa. Nitakapoambiwa kwa nini nimekosea, naomba samahani. Sasa wakati ninapoomba samahani, mzazi anakuwa hataki kukubaliana na ile samahani yangu. Yeye ni kuchukua fimbo na kuanza kunipiga. Hicho kitu sikukipenda. Baadaye wakati sasa nikiwa nimeshaokoka, naishi katika kumpenda Mungu, kaona kumbe mapenzi ya Mungu katika kumlea mtoto, kumbe kuna njia. Kuna njia ambayo inatakiwa kwanza, kumbe inatakiwa umfundishe, na ukimfundisha ayashiki, ambayo kumbe sisi hatukufundishwa. Wao wanatulea tu na kupanga tu kazi, fanya utafanya na hii na hii na hii, na mkini inafika mahali unajikuta zile kazi zimekuzidia, sababu na michezo inakuhitaji. Sasa ukajikuta umepungukiwa na kazi moja wapo. Sasa kija, kwa nini hii ukufanya? Ni fimbo. Sasa ile ilituathiri kwa sehemu. Lakini tunachomshukuru Mungu kwamba ilikuwa ni nyakati na Mungu alikubaliana na nyakati kama hizo. Tumekuwa mpaka leo tumefikia mahali tumemjua Mungu. Ndio maana tunahitaji sasa sisi kuwalea watoto katika Bwana. Unasimama sasa kwenye neno la Mungu. Kumbe watoto wanaweza wakakupenda. Ikafikia wakati wakakusimulia na mambo yao ambayo labda wewe ndio utaanza kuchekecha na kuona kwamba hili mwanangu halifai, hili linafaa, hili halifai. Kwa hiyo wakati huu unampembulia, unamueleza na madhara ya kitu hicho ambacho unamkataza sija akifanya au akakishika. Ukweli ni kwamba tumefikia wakati ambapo tunaona Mungu anamaliza na kitabu cha Malaki kwamba baba watageuzwa mioyo yao waelekee watoto wao, na watoto mioyo yao itageuki waelekee baba zao. Hicho kitu kama nimekishuhudia kwenye maisha, naona watoto wana upendo sana na baba zao. Kama utakuwa jirani naye, utakuwa tayari kusikiliza anayohitaji. Mtoto anakupenda. Hata umerudi saa 5 za usiku, akishasikia kwamba umerudi, unakuta nafumuka huko. Katika Mathayo ya 19 mstari wa 14, neno la Mungu linatuonyesha jinsi Yesu alivyowapokea watoto, kwa maana ya kwamba alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Yaani aliletewa watoto ili awaguse. Wazazi walijua kuna mguso wa kipekee kwa Yesu. Tutakapopeleka watoto wetu kwa Yesu, wakiguswa na wakiombewa, watakuwa salama. Kumbe wazazi wa wakati huo walielewa umuhimu wa kupeleka watoto kwa Yesu. Lakini kuna watu huwa wanazuia watoto wao kwenda kwa Yesu. Na wengine ni wale ambao pia wameokoka, wanamjua Mungu, wanamjua Yesu, lakini wanasema wewe hujakuwa bwana, subiri wakati wako. Ama mtu unakuta mzazi anaenda kanisani, anaacha mtoto nyumbani. Watoto nyie chezeni hapa, sisi tunaenda kwenye ibada.
Hilo ni kosa kubwa sana. Tunaingia kwenye ule mfumo wa wanafunzi kuwazuia watoto. Mstari wa 13 anasema, ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakemea, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Kumbe hata sisi tunapaswa kuwa mfano wa watoto. Na mfano wake unakujaje? Amelelewa vizuri. Mtoto hapa anamaanisha wale wasiojua dhambi, hawajui bado mema na mabaya. Lakini pia wale wanaojua, maana yake hatendi vile. Ina maana ni sisi tukiwa kama watoto wadogo ambao pia tunasamehe, kama vile ambavyo umesema ulikuwa upendi, umeshajua kosa lako, unaomba na msamaha, lakini mzazi bado lazima akuchape. Kumbe tunapaswa kutambua kwamba mtoto akiomba msamaha ametambua kosa lake. Msamaha ni haki yake. Kama Yesu alivyosema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Tuna wajibu wa kulea watoto wetu, na tuna yale tunapaswa kuiga kwa watoto. Na watoto, ni wajibu wa watoto sasa kutii wazazi wao, kwa sababu wazazi wanatutakia mema, wanatakia mema, tunawatakia mema watoto. Wajibu wetu ni kusikiliza na kutii. Mzazi amekuwepo duniani mapema kuliko wewe, kwa hiyo anajua mengi. Usichukuliwe na utamaduni wa dunia, chukuliwa na neno la Mungu kupitia mzazi wako. Kuna yale anajua, kuna yale maelekezo ya Mungu ndani ya mzazi. Unapolelewa, kubali kulelewa, kubali kukuzwa katika njia ya Mungu, kubali kwamba upate haki yako kwa wakati ambao Mungu ameamua. Usichukie mzazi. Wale ambao umemchukia mzazi kwa sababu ulijazwa maneno ya mzazi mmoja uliyeishi naye, muombe Mungu akupe neema na rehema, kusamehe na kukubali kwamba huyu ni mzazi, na hata kuna maelekezo atakupa, hata kama ni kwa kuchelewa. Kubali, tii, ikiwa ni yanayompendeza Mungu. Unajua, mimi naweza kusema kuna wale wazazi ambao wanawafundisha watoto wao hata kuwatuma pombe dukani, sigara. Mzazi hana hofu ya Mungu, anatukana mzazi muda wote. Hiyo ni hatari sana, maanake mtoto akija kukua hata ache hiyo njia, ndio njia uliyomfundisha, ataendelea nayo mpaka maisha yake yote. Kwa hiyo nikushukuru sana mzee wangu Chaula. Amen. Najua tumefungua mioyo yetu na hili somo litawafikia wengi, na tutabadilishwa wazazi, na watoto pia watasikiliza wazazi. Mungu akubariki sana.